Tunachukua nafasi nyingine asubuhi ya leo kumshukuru Mungu kwa wema wake na uaminifu wake ambao amezidi kuonyesha juu ya maisha yetu. Na ninaamini kwamba mahali ambapo ulipo, neema ya Kristo imekusaidia katika maisha yako, na uwezo ambao Mungu ameleta juu ya maisha yako ndio umekuwezesha kuwa mahali hapa katika siku hii. Na katika siku ya leo tuko mahali hapa kumwambia Bwana ni asante. Amekuwa mwema juu ya maisha yetu, ametusaidia kutoka katika mwaka uliopita. Na tazama sasa tumepata nafasi ya kuingia katika mwaka huu ambao ni wa 2026. Na ni neema ya Mungu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Zakaria chapter 4 verse 40, nataka tusome mahali pale. Biblia inasema kwamba in the book of Zakaria chapter 4 verse 40 kwamba do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices when work begins. Ninaamini kwamba mahali ambapo ulipo Mungu amekusaidia, iwe ni katika kiwango kidogo ama katika kiwango kikubwa, yote sawa, tunasema ni asante kwa Mungu. Lakini katika siku ya leo nataka nikuhimize kwamba katika kiwango hicho uliopo, Bwana anasema kwamba he rejoices when something begins katika maisha yetu. This is 2026, this is a new establishment ambayo Mungu ameanzisha katika maisha yetu. This is a new chapter, this is a new atmosphere, this is a new environment, this is a year with new expectations, this is a new with different plans, this is a new with new ideas katika maisha yetu. Kwa hivyo tunapokuwa katika mwaka huu, tunapopiga leo ni siku ya 9 katika mwaka huu. Katika hiyo uchache ambao tumeweza kufika katika kiwango hiki, kuna yule ambaye yuko mbinguni ambaye anafurahia mwanzo huu. Kuna yule ambaye yuko mbinguni ambaye anatazama kwamba huu ndio mwanzo, mimi nataka uanzie mahali pale. Don't underestimate mahali ambapo umeanzia katika mwaka huu. Don't underestimate mahali ambapo umejipata ukiwa katika mwaka huu. Don't underestimate hiyo hali ambayo umejipata ukiwa katika mwaka huu. For the Lord rejoices when something begins. There's something ambayo imeanzishwa katika maisha yako. Naweza kukosekana kuonekana siku ya leo. Naweza kukosekana kuonekana siku ya kesho. Naweza kukosekana kuonekana katika mwezi mzima. Lakini ninaamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, kwa wakati wake ataweza kutimiza katika jina la Yesu Kristo. Ni jambo lipi ile ambalo limeanzika katika maisha yako? Ni hali ipi ambayo imeanzika katika maisha yako ambayo unamtumainia Mungu, unasema kwamba Bwana, katika hali hii, katika kiwango hiki ninajiachilia kwako. Wema wako kaweze kutimia katika maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana anasema kwamba katika kitabu cha Isaya kwamba do not dwell on the past. Just look forward on what I'm about to do. There are some big things I'm about to do. There are many things I'm about to establish katika maisha yako. Do not dwell on whatever you didn't achieve in 2026. Do not dwell on whatever you did not make in 2025. Put your focus on 2026. For there is something new that the Lord is preparing for you katika jina la Yesu Kristo. This is 2026 ambao tumeingia. We want to look upon unto the Lord. We want to trust upon unto the Lord. We want to believe that the Lord is going to make things to be better for us in this year katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe tunakuabudu na tunakuinua kwa sababu ni mwema. Mkuu Mungu mwenye uwezo, na neema yako inatosha juu ya maisha yetu. Tazama nafasi ambayo umetupa katika siku ya leo na neno lako Bwana. Tumeingia katika mwaka wa 2026. Tunakutumainia wewe Yesu Kristo. Tunaliweka tumaini letu kwako Bwana. Tunaliweka imani yetu kwako Yesu Kristo. Bwana, tunajua kwamba tukiwa pamoja na wewe hatutapungukiwa na tutaibika mfalme. Utusaidie na utembee pamoja nasi, maana wewe ni Mungu mkuu, na ni katika Kristo Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Nataka nikutakie neema ya Kristo ikaweze kukutosha katika maisha yako, maana wewe ni mteule wa Mungu. Amen. May God bless you. May God bless you.